Mbosso alisimama katikati ya pango hilo linaloelemea giza, akigundua kuwa mlango uliopasuka juu alikuwa ni njia pekee ya kuingia ndani ya room namba 3. Sauti ya kiumbe hicho kilichokuwa kimeingia ikaitimia nafasi yenye ukimya muguni. Umechagua kiumbe kiliniambia na sauti ya midomo iliyoshonwa. Mbosso alitazama pande zote za pango, macho yake yalipitia giza, akiona mwanga mdogo unaotiririka kutoka kwenye uso wa mzee mwanzilishi. Kulikuwa na nafasi ya kutulia lakini pia hatari isiyoelezeka. Alijua kuwa amekuwa na nafasi mbili, kubaki mrithi au kutoroka kwa gharama ya mwenzake asiye na hatia. Sasa kulikuwa na chaguo la tatu. Kwa sekunde chache, Mbosso alirudi katika kumbukumbu yake ya ajali, uso wa mama yake ukimwangalia kwa matumaini akimpigia kelele apige breki. Aliona rafiki yake Kiome akicheka na kumsaliti akiwaamuru washirikiane kuficha ukweli. Aliona vifuatazo vya giza vinavyovutia roho zake, lakini pia aliona nafsi yake ikililia msamaha. Aliamka. Akabadilisha mwelekeo wake, akafanya ishara ya msalaba kwa ukuta ulio wazi. Sauti ya kiumbe ikaanza kutetemeka. Hii ni hatari zaidi ya yote. Sehemu ya kutabiri. Mlango wa juu ulifunguka kamili, ukafungua njia ya mwanga mwingi na sauti ya maisha, sauti ya watoto wakicheka, maji yakitiririka, upepo ukipuliza majani. Taji aliona mlango mwingine umeandikwa, Exit, mwanzo mpya. Kando yake kulikuwa na tena njia ndogo iliyoandikwa, Enter, mzee wa giza. Taji aliona sarafu ndogo ya madini ikiangaza kwenye sakafu ya pango. Sarafu hiyo ilikuwa na nembo ya kofia ya mzee na maandishi machache, uamuzi wako unagwiritsa nguvu. Sehemu ya uaminifu. Mbosso aliinua sarafu na kuiangalia kwa karibu. Alijua kwamba kuchagua Exit kungemtolea huru yeye, lakini pia kumwachia nguvu zenye giza ziendelee kumnasa wapya. Kuchagua Enter kungezuia majaribio ya giza, lakini kumfanya apate dhamana ya kusimamiza laana, lakini atafungwa ndani ya chumba bila njia ya kutoroka milele. Aligusa mlango wa Exit, ilitaka kupanuka na kumlazimisha aipe. Kisha akagusa mlango wa Enter kwa unyenyekevu, ukanyamazisha kila kitu karibu. Safari ya Mbosso ilisimama. Aliweka mkono wake juu ya mlango wa Enter, akifunga macho. Ninakubali jukumu langu, alisema kwa sauti yake ya ndani. Nitakuwa msimamizi, lakini sitawalazi wasio na hatia. Mlango wa Enter, mzee wa giza ukaingia ndani yake. Giza lilimfunika taratibu, nyuso za waliokufa zikachomoza kando, wakimtazama kwa shukrani. Sarafu kwenye mkono wake ilidondoka, ikiharibika na miale. Mbosso alijua amekuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya yeye mwenyewe. Hapo, chini ya pango lenye pazia mekundu, aliwauliza, je, nitapewa zana za kuokoa roho au ziongeze tu laana? Giza lilikuwa zito, lakini Mbosso hakupoteza mwelekeo. Aliingia ndani ya mlango wa Enter, mzee wa giza akiwa na moyo uliotulia lakini mzito. Hapo ndipo alipojifunza kwamba room namba 3 haikuwa tu chumba, ilikuwa mfumo. Mfumo wa kusafisha makosa kupitia maumivu. Ndani kulikuwa na vyumba vingine vitatu vilivyokuwa vimefungwa kwa minyororo. Chumba cha kwanza, kilio kisichosikika. Chumba cha pili, laana isiyo na mwisho. Chumba cha tatu, mikataba ya damu. Katika ukuta wa kati kulining'inia kitabu kikubwa kimefungwa kwa ngozi ya binadamu. Kiliitwa Agano la wale waliofunga, siri za wale waliokufa. Mbosso alipofungua ukurasa wa kwanza, jina la kila aliyepitia room namba 3 lilionekana, likiwa na alama ya kuonesha nani alikiri kosa lake, nani alikimbia, nani alitumikia chumba, nani alilaani wengine. Emmanuel Nyanguso alikana, akaungua hai. Rehema Mshanahe alikiri, akafariki kwa amani. Bakari Wenda alitoa sadaka ya mtu mwingine ili kuishi. Mbosso msimamizi mpya. Chumba kikaanza kuzungumza naye kwa sauti ya kutetemeka, una nafasi moja ya kuamua, utatumia vipi uwezo wa msimamizi? Kupata haki au kisasi? Mchakato mpya, kuna anayekuja. Ghafla sauti za viatu vikija zikasikika kwenye ngazi za juu.
Kwenye kioo cha rohoni, Mbosso aliona msichana mmoja mdogo akivutwa kuja kukaa room namba 3. Hakuwa na kosa. Alikuwa mjukuu wa mtu aliyewahi kufanya kosa miaka 70 iliyopita. Hili ndilo tatizo la laana, Mbosso alijiambia. Huwa haichagui mwenye hatia tu, bali aliye karibu na hatia. Akasimama mbele ya mlango mpya, ukuta uliokuwa wazi ukamuonyesha chaguo lake: mfute msichana huyo katika orodha, uvunje laana. Mruhusu aingie, kwa kuwa mzunguko lazima uendelee. Maamuzi ya mlango wa mikataba. Mbosso alikumbuka macho ya mama yake yalivyomwangalia siku ya ajali. Macho yasiyo na kisasi, bali msamaha. Alifumba macho, akasema kwa nguvu, sitaki mzunguko huu uendelee kwa damu isiyo na hatia. Akapasua ukurasa wa kitabu cha agano. Saa zote zilizosimama zikasonga tena. Vumbi la vyumba likatulia. Mlango wa room namba 3 ukajifunga. Kwa mara ya kwanza, baada ya miaka 124, chumba hicho hakikumpokea mtu mpya. Mbosso amevunja agano la damu. Lakini je, chumba kimekubali? Au kinajikusanya kwa hasira zaidi? Sehemu ya 5 itafichua kile kinachojificha ndani ya chumba cha pili, laana isiyo na mwisho. Na nani sasa atajaribu kumtoa Mbosso kwenye nafasi yake ya msimamizi?